Karibu sana mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Biomedia kwa ajili ya kuangazia zile taarifa mbalimbali ambazo hii leo tuko nazo, na tunatamani uweze kufahamu nini ambacho kimeendelea, nini ambacho kimejiri katika wigo wa habari, udaku, habari za kijamii, michezo, burudani, siasa. Yote hayo unaweza kujipatia katika chaneli yetu ya Biomedia. Cha kufanya ni kuendelea kusubscribe, kushare, kulike, kucomment kwa ajili ya kuendelea kwa mwanafamilia na mtu muhimu sana katika chaneli hii ya Biomedia. Sasa leo tuko na story ambayo msanii Chidi Benz amefunguka mazito, unaambiwa, mara tu baada ya kuzushiwa taarifa za kifo. Sina wa kumlaumu, nilipoteza mimi mwenyewe. Pengine unajiuliza, bado huelewi nini ambacho kinaendelea katika maisha ya Chidi Benz. Iko hivi, nianze na nukuu ambayo aliweza kuzungumza bwana mkubwa Chidi Benz. Anasema, sina wa kumlaumu, nilijipoteza mwenyewe kwa sehemu kubwa. Jamii hainitazami tena kwa jicho la usaidizi. Jamii inanitazama kama mlevi au teja, lakini pengine mimi ni mfano hai unaoweza kutumika kusaidia kizazi kingine kinachoteketea kimya kimya. Nilikuwa msanii pekee wa hip hop niliyekuwa hot sana kiasi kwamba nikashirikishwa mpaka kwenye nyimbo za Bolingo na Kumbuka FM Academy. Haikuwa ajabu mimi kufanya show India, jukwaa moja na P Square. Haikuwa ajabu katika Fiesta Concert Tour mimi kuwa na msafara wangu binafsi wa magari, wakati wasanii wengine wote wakiwa kwenye Isuzu, Journey na Costa. Haya yote ninayozungumza si kwa lengo la kujisifu, la hasha. Watu watasema mengi, lakini naumia kuona nipo hivi leo. Naumia kwa ulevi niliouingia, ulevi ambao mara kadhaa nimejaribu kuacha. Ulevi huu pia ni pingu. Leo King Kong mwili jumba, nimebaki na mwili huu. Niseme tu wazi, sisi kama wasanii sijaribu vilevi vingi, hasa pale tunapokuwa hoti na fedha inaingia. Kumbuka, wasanii muda wote ni watu wa safari pamoja na show. Wengi tunashindwa kujimanage na starehe. Maisha yanayotuzunguka yanatulevya, maisha ya vilevi na wapambe. Mimi nimewahi kulipwa mamilioni na watu mbalimbali kwa upendo tu, ila kupata raha bila station kutoka katika kifungo hiki, lakini nikabaki kwenye ulevi ule ule. Nakumbuka mwanzoni kabisa mwa mwaka 2015, siku moja wakati nipo Maisha Klabu, alikuja mtu mmoja nisiyemjua, akaniambia, Chidi, hii ni sawa? Chidi, umekwisha, mimi ni mshabiki wako, afya yako inanitisha, tafadhali chukua hii namba, kesho nipigie nione namna gani ya kukusaidia. Basi kesho yake nikampigia simu yule jamaa. Alichofanya ni kunichukua na kunipeleka Sober House huko Pemba, akalipa gharama zote. Sasa wakati nipo Pemba, kuna pesa zangu za kazi ya muziki ziliingia. Ilikuwa kipindi cha uchaguzi mkuu, millions of money. Kwa kweli nilitaka sana moyo kwa mtu mwenye addiction kama mimi kuvumilia kukaa Sober House while huko nje kuna milioni zangu kadhaa. Nikaondoka rehabu kwa lazima. Hii ilikuwa sawa na mgonjwa anatoroka dozi hospitali. Nikarudi zangu jijini Dar es Salaam, nikakutana na mamilioni yangu, washikaji, vileo pamoja na wapambe. Nikaanza bata, nikarejea kwenye ulevi wangu ule ule. Vyote nilivirejelea, kikiwemo kile kikuu kinachoniangamiza. Home sikukaa, nilikaa hoteli. Nikatumia kiasi cha fedha, nilipeleka kwenye ujenzi ambao haukufika mbali. Leo nazungumza hapa, zimekwisha zote. Maisha haya sio sifa, bali ni utumwa. Utumwa ambao si shauri mtu mwingine kujaribu kujiingiza. Brother, hata wewe usije ukajaribu kamwe. Huu ni utumwa mkuu kuliko minyororo ya Mjerumani. Mimi ni muhanga mmoja hadharani, lakini kuna maelfu wako gizani. Nyinyi mmepata fursa ya kuniona mimi Chidi kwa sababu nilikuwa maarufu na mwenye impact katika sanaa pamoja na jamii. Je, vipi kuhusu wale wasiojulikana, wasio maarufu na wanahitaji msaada? Narudia, kipo kizazi kinachoendelea kuteketea kimya kimya bila warranty yeyote, na lipo daraja ambalo linanufaika na hali hiyo. Bana, hili kwa ni Chidi Benz ambaye
alikuwa akifanyiwa mahojiano na vyombo vya habari na kuweza kufunguka mazito ambayo anayapitia. Si kama anapenda, bali anajikuta tu anakuwa katika hali hiyo, hali ambayo inamtesa, inamuumiza, lakini pia naamini kuna kizazi hapo nyuma kinaendelea kuteketea kupitia maulevi mbalimbali ambao watu wameweza kujiingiza. Amezungumza mengi, ni simulizi ya kutisha, ya kusisimua, lakini pia ukiangalia na hali ambayo sasa hivi amekuwa nayo ya kiafya, kiakili na kimwili pia. Kila kitu kimeporomoka, kila kitu kimeserereka. Sasa kwako ambaye unaitazama channel ya Biomedia kwa wakati huu, na lipi la kuzungumza kwa upande wa Chidi Benz, lakini pia kama ambavyo alizungumza katika mahojiano yake akitaka na kizazi ambacho hakijulikani, hakina impact yoyote, hakikuwahi kufanya chochote katika jamii kuangaliwa kwa jicho la tatu na kuweza kusaidika. Unawaambiaje pia wasanii wengine ambao unawaona kabisa hawa ni wahanga wa madawa ya kulevya, lakini kwa vile bado fedha zinaingia, wana uwezo wa kufanya kazi, hawajaona madhara yake ambayo yanaweza kujitokeza baadaye? Endelea ku drop comment yako hapo chini hapo. Hii ni channel ya Biomedia, story nyingi tuko tunakusogezea hapa moja kwa moja kwa ajili ya kuangazia kile ambacho kimeweza kujiri mjini.